Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Hujambo ndugu msikilizaji, tazama wema wa Mungu jinsi ulivyo, maana ametuwezesha kukutana tena siku ya leo. Lengo kulisikiliza neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Baada ya wimbo ufuatao, mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo atahudumu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 aya ya 21 hadi 32. Karibu. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Matajiri walia, wazini tisho lao, masikini walia, eti wananyanyaswa. Dunia ni kilio kila mahali. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Jamii zatengana, watoto wanalia, wamama wanalia, wazee wanalia. Ewe Mungu Baba, zirehemu jamii zetu. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Madawa ya kulevya nayo ni tisho kubwa. Ugonjwa wa ukimwi umewaua wengi. Ewe dunia, mrudie Muumba wako. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Sodoma na Gomora imechipuka tena, waume kwa waume sasa wanaoana. Ewe dunia, mrudie Muumba wako. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Dunia yatafuta jibu la maisha, nalo jibu la kweli ni ndani ya Yesu. Ewe dunia, mrudie Muumba wako. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Jambo ndugu msikilizaji, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi. Somo letu li kwenye sura ya 1
tukianzia aya ya 21 hadi aya ya 32. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi mwanadamu asivyo na udhuru wowote ule kuhusu ufahamu wake wa Mungu. Mwanadamu kwa hiari yake alichagua kumuasi Mungu, wala si kwamba alimuasi na aendelea kumuasi kwa kutojua. Hii ni kwa kuwa vyote vinavyoonekana vyamshuhudia huyo Mungu mwenye uwezo na asili yake. Sasa kwenye sehemu hii ya maandiko, ninachokuomba kufanya ni kuwa msikivu sana, nawe utaona jinsi mwanadamu alichukua hatua 7 za kutanga mbali na Mungu tangu siku hiyo alipomuasi katika ile bustani ya Adeni. Neno lasema hivi kwenye aya ya 21 hadi 23: kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Maandiko haya kama vile yalivyo yatujulisha kwamba hakuna lolote kama mwanadamu kuendelea kuwa bora ya alivyo sasa. Pia maandiko haya yapinga wazo la mwanadamu kwamba mwanadamu alifanyika kwa mageuko ya polepole yasiyoingiliwa kati, au evolution katika lugha ya Kiingereza. Mwanadamu haendelei kuwa bora, ndugu yangu, bali aendelea katika uovu wake, iwe ni katika hali ya kiutu, kiroho au katika nia. Mvuto uliopo ni wa kumwelekeza mwanadamu kuzimu, wala si mbinguni. Pia aya hizi zapinga hilo wanaloshikilia wanadini, kwamba mwanadamu alitangulia kuwepo katika hali ya kutojua na sasa aendelea kukua huku akimwendea Mungu. Rafiki yangu, sihitaji kukushawishi kuwa mwanadamu aendelea kumwasi Mungu na kutanga mbali naye. Nami nakujulisha kwamba sasa hivi mwanadamu yu mbali sana na Mungu kuliko wakati mwingine wowote ule katika historia. Kweli ndiyo hii kwamba katika jamii na kabila zote ulimwenguni utapata kuwa kuna habari kuhusu ibada iliyofanywa kwa Mungu mmoja. Hiyo ni kutujulisha kwamba hao waliotutangulia walijua habari za huyo Mungu mmoja. Katika kila hali ni wazi kwetu kwamba kila kizazi popote ulimwenguni wamekuwa na ufahamu la hilo linalowapasa, lakini hawakutenda. Walijua ya kutosha kuwaendeleza ili waishi kwa faraja, iwapo wangelifanya hilo wasilofanya watu, yaani yote walioyajua kuwa wahitaji kutenda au kustahili kutenda. Walijua ya kutosha kuendeleza ili waishi kwa faraja, iwapo wangelifanya hilo wasilofanya watu, yaani yote waliojua kuwa wahitaji kutenda au kustahili kutenda. Ulimwenguni mwote hakuna watu walioishi kulingana na ufunuo au nuru waliokuwa nayo. Ijapokuwa walikuwa na ufahamu kumuhusu Mungu, walichagua kwenda mbali naye. Licha ya mwanadamu kuwa na ufahamu huo, hakumtukuza kama ndiye Mungu. Nafasi yake ya haki hawakumpa, hivyo mwanadamu kujiona kuwa ajitosheleza, yaani yeye ni Mungu wa nafsi yake. Katika siku si nyingi sasa, mwanadamu alichukulia kutangaza kwamba Mungu amekufa. Hapo mwanzo jamii ya mwanadamu hawakunena kuwa Mungu amekufa. Walichofanya ni kumwasi tu na kuwafanya wanadamu kuwa miungu yao. Na kwa waliotenda, hawakuwa na shukrani kwake Mungu. Kutokuwa na shukrani ni kati ya dhambi mbaya sana zilizopo ulimwenguni. Yesu aliwaponya wenye ukoma 10, lakini ni mmoja tu ndiye alirudi na kumshukuru. Sasa hivi naamini kwamba ni watu wachache tu ndio wenye moyo wa shukrani kwa Mungu. Walivyoendelea kumwasi Mungu, ndivyo waliendelea kupotea katika uzushi wao, huku mioyo yao yenye ujinga ikitiwa giza. Hili si jambo unalohitaji kushawishiwa kwalo. Tembea katika miji yoyote ile, nawe utaona jinsi mwanadamu amekuwa mjinga katika moyo wake uliojaa giza. Yashangaza kwamba katika ujinga huo wao wamejinena kuwa wenye hekima, na katika hilo wakawa wapumbavu. Mpendwa, hekima ya mwanadamu ni upumbavu. Mwanadamu hutafuta kweli kwa kutumia hekima yake, ambayo hasa ni upumbavu mbele za Mungu. Wale walio kwa jinsi hii ndio waona kuwa wamebadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Ulimwengu wetu umejawa na kama hayo. Unapotazama katika historia, wapata kwamba watu waliabudu miungu ya sanamu na vinginevyo kama hivyo. Mfano ni Efeso
mji uliokuwa na maendeleo makubwa sana katika tawala ya Kirumi. Ila mji huo ulikuwa kitovu cha kila aina ya ibada ya sanamu. Kuu katika miungu hiyo ilikuwa hiyo iitwayo Diana. Wayunani, Wamisri, Warumi na wengine wengi walifanya miungu yao kwa mifano hii, kama vile walikuwa wale wa Ashuru, Wakaldayo na wengineo. Ibada kwa sanamu au miungu yoyote ile ni sawa na kutengeneza katuni ya Mungu. Ni wazi kwetu kwamba kwa maandiko haya twafahamu kuwa mwanadamu hakuanza kuabudu sanamu hivi karibuni. Mwanadamu wa leo anayedai maendeleo si kama huyo aliyedaiwa hana maendeleo kwa jinsi alivyoishi zamani. Hata hivyo, huyo wa zamani alimwabudu Mungu mmoja hadi ibada kwa sanamu na miungu mingine ikajuvishwa kwake baadaye. Katika Biblia, nakala ya kwanza kuhusu ibada kwa sanamu ni kwenye sura ya 31 ya kitabu cha Mwanzo. Sehemu hiyo yahusu Raheli na jinsi alivyoiba vinyago vya babaye. Mwanadamu hamtafuti Mungu tena, bali aendelea kupotea na kuingia katika shimo lenye giza. Ujaposoma leo hii vitabu vya kila namna, utatambua kwamba dhana za kisasa katika historia ya kidini hazina lolote la kushikilia kama nanga. Mengi yaliyomo yashuhudia aliyoandika Mtume Paulo. Ushuhuda uliopo hasa katika historia ya kidini miongoni mwa wanadamu upatalo ni habari za kupotoka na kuharibika kwake. Historia yashuhudia kwamba mwanadamu katika hali yake, uharibifu ndiyo sehemu yake, na iwapo kutakuwepo na mafanikio yoyote ni hapo atakapomgeukia Mungu na uzima wake unapokuwa ndani ya huyo Mungu. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo maisha ya jamaa hunufaika na kuwa na afya na maendeleo ya kudumu. Mwenzangu, ni wazi kwetu kwamba sababu ya mambo mengi kutofanya kazi sawa na matarajio yetu ni kwa kuwa kuna uasi dhidi ya maadili yake Mungu. Iwapo mwanadamu utafanikiwa, ni lazima Mungu awepo maishani mwako na katika yote utendayo, la sivyo utajilaumu mwenyewe. Katika maandiko haya tuambiwa waziwazi kwamba kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao. Leo hii unapoanza kuzungumza na mtu kumuhusu Mungu au kuhusu habari za wokovu wake au uhusiano wake na Mungu, mara moja utakuwa umeinua uzushi kati yake na wewe. Hiyo ni kukwambia kwamba mwanadamu daima utafuta kuwa na uzushi, hasa inapofikia habari za Mungu, kwa kuwa moyo wake umejaa uasi dhidi yake Mungu. Na katika uzushi huo, mioyo ya watu wale yahesabiwa kuwa ni mioyo iliyojaa ujinga, nayo imetiwa giza. Na isikushangaze kwamba, ndugu msikilizaji, wengi ambao huwa katika hali kama ile hujiona na kujinena kuwa wenye hekima, na katika hilo Mungu asema kwamba wao ni wapumbavu. Maana katika kufanya hivyo waliubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Huenda waweza kusema kwamba mimi siabudu lolote kama hilo, lakini nakujulisha kwamba iwapo haumwabudu huyu Mungu ambaye nanena habari zake, wewe ni kati ya wale wanaoabudu miungu. Yawezekana usiwe na kinyago ulichochonga, lakini lolote lile unaloliweka mbele yake Mungu au matendo unayoyafanya yasiyoambatana na neno la Mungu, basi hiyo ndiyo imefanyika kuwa Mungu wako. Mungu akusaidie utambue ya kwamba si kinyago alichochonga mtu ndicho chamfanya kuwa mwabudu sanamu, bali ni hilo unalolistahi mbele ya chochote kile. Mungu akusaidie, Mungu akupe hekima ya kufahamu jambo kama hili. Na kwa sababu ya uasi wa mwanadamu dhidi ya Mungu, matokeo twayapata kwenye aya zilizosalia kwenye sura hii ya kwanza. Twaanza na aya ya 24 ambapo neno lasema hivi: kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Upotovu na uharibifu wa mwanadamu wapimwa na kuonekana kwa jinsi alivyojiachilia kutenda kila aina ya uchafu unaoingia moyoni mwake. Hili ndilo neno la Mungu la shuhudia. Mojawapo ni kuvunjia miili yao heshima. Kuna wito sasa hivi kutoka kuzimu kwamba kanisa lafaa kuwapokea hao wa jinsia moja wanaooana. Yasikitisha kwamba kuna baadhi ya watu wanaodai kuwa waumini katika Kristo ambao wameukubali mwito huo. Mungu asema kwamba watu kama wale ni watu ambao aliwaachilia katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu wao. Je, hili ndilo kanisa lahitaji kuvumiliana nalo na kulipokea? La hasha,
Ni lazima kanisa kupinga lolote kama hilo na lolote lililo kinyume cha neno la Mungu. Ibada kwa sanamu na uharibifu wa utu wa mwanadamu, yani uchafu autendao, ni matunda machungu ya kukataa ufunuo wa Mungu na hasa kukosa kumtukuza kama ndiye Mungu. Hebu tuendelee kuona zaidi kwenye aya ya 25 ambayo yasema hivi: kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Kwa sababu ya kumwasi Mungu, mwanadamu alibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Hasa hilo ambalo neno lasema hapa ni kwamba walimwacha Mungu wa kweli na kumgeukia Shetani, aliye baba wa uongo na mwanzilishi wa ibada ya sanamu. Ibada kwa sanamu huelekeza wanadamu katika vilindi vya uharibifu na upotovu. Kwenye aya ya 26 na 27 hivi ndivyo neno lasema: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Je, haya ni maandiko yaliyoko kwenye Biblia au ni mimi nimesoma tu? Huenda hilo ndilo swali lako, nami nakwambia kwamba haya ni maandiko yaliyoko kwenye Biblia. Iwapo una Biblia yako, sehemu niliyosoma ni kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Yote yanayotajwa hapa ni yasiyo na heshima, yanayoakilisha upotovu na uharibifu wa mwanadamu. Haijalishi ndugu yangu, watu watasema nini kwa habari ya haya, lakini ndivyo mwanadamu alivyo sasa hivi. Ni uharibifu huu ndio ulifanya tawala kama vile za Rumi na Uyunani kuanguka. Utukufu wa tawala hizo na nyinginezo sasa ni magofu, kwa kuwa walitenda haya yaliyoko kwenye maandiko haya. Walimtenda Mungu dhambi. Iwapo watu wa kizazi cha leo wafikiri kwamba wataepuka hukumu ya Mungu, napenda kuwajulisha kwamba haiwezekani hata kidogo. Watu wa Sodoma na Gomora ambao walitenda mambo yaya haya, Mungu aliwahukumu, na hivyo iwapo Mungu atawaachilia wa kizazi hiki, ni lazima Gomora irudishwe mahali ilipokuwepo. Lakini kwa kuwa Mungu aliwahukumu, hiyo ni dhihirisho na ishara kwamba wakati utakapotimia, ni lazima Mungu atahukumu kila mmoja anayetenda matendo kama yale. Na iwapo wasema ya kuwa kuna watu hata katika kanisa wanaokubali jambo hili, yani wanawake kuoana na wanaume pia kuoana wao kwa wao, hebu nikujulishe kwamba hao wanaokubali mambo kama yale, wao hawalisomi neno la Mungu, na iwapo wamelisoma neno la Mungu, wao wameliasi neno hili. Neno hili ni wazi kabisa kwamba Mungu atawahukumu watu kama wale, na pia aliwahukumu watu kama wale kwa sababu walikosa kutenda hilo linalostahili machoni pake Mungu. Hilo ndilo twaliona kwenye aya ya 12 isemayo hivi: ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Hivyo ndugu msikilizaji, iwapo wewe umejiachilia kuwa mwanaharakati wa kutetea watu kama wale, watu wanaofanya mambo yasiyo ya asili, basi katika kapu moja nao. Mungu atakuhukumu sawa na vile atakavyowahukumu wao. Tunapogeukia aya ya 28, neno la Bwana latuambia hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Rafiki yangu, iwapo mtu ataishi katika ubatili na uovu kama huu, hamdanganyi yeyote, bali ajidanganya nafsi yake mwenyewe. Unaposoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari ule wa 9, neno la Mungu liwazi kabisa kwetu kwamba roho ya mwanadamu ina ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kuijua? Na kwa hili nakwambia kwamba iwapo mtu atatenda kama yale, basi atakuwa akijidanganya kwamba hilo atendalo ni katika uhuru wake, lakini mwisho itakuwa ni majuto kwake. Kumbuka ya kwamba Mungu hadhihakiwi, maana apandacho chochote mtu ndicho atakachovuna. Wale wanaopanda katika mwili, hao watavuna uharibifu, na wale wapandao katika roho watavuna utukufu na uzima wa milele. Hivyo jiangalie wewe mwenyewe na ufahamu kwamba lolote utendalo ni lazima utalijibia. Haijalishi watu wengine wasema nini, haijalishi mtu awaye yote atasema nini, kile ambacho kipo na kile kinachojalisha ni hilo ambalo Mungu amenena.
Mungu amesema kwamba watu wa jinsia moja hawafai kuoana, na haijalishi ni nani atakayesema kuwa hakuna chochote kibaya kuhusu hicho. Wale wanaodai kwamba wamezaliwa kwa jinsi hiyo, nataka niwaambie ya kuwa huo ni uongo wa Shetani. Kwa kuwa unaposoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo, neno latuambia waziwazi kwamba Mungu alimfanya mke na mume. Iwapo angelitaka basi kuwepo na wanaume wakioana au wanawake kuoana, basi angeliumba tu Adamu na Adamu mwingine, na hiyo ingelitosha. Lakini si ndivyo alivyofanya, na hivyo unapojiingiza katika hali kama ile, lile unalolifanya ni kukeuka maadili yake Mungu, na kama ilivyo unapovunja sheria, ni lazima hukumu itakuwepo juu yako. Hukumu ya Mungu ii juu yako hata sasa hivi, wewe unayetenda kama hayo, sawa na vile hukumu ya Mungu ii juu ya kila mmoja asiyemwamini Kristo. Lakini kadri ya vile tutakavyoendelea kuona katika mafundisho haya, ningelipenda kukimbia mbele na kukujulisha kwamba kuna tumaini kwa ajili yako, kwa kuwa Mungu hajatuacha bila tumaini, maana ajua hali yetu, atujua kwamba sisi tumepotea katika dhambi. Kumbuka ya kwamba Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, maneno aliyoyanena yalikuwa ya faraja kwetu, maana asema kwamba alikuja kutafuta na kuokoa hicho kilichopotea. Wewe nami ndiyo hicho kilichopotea, na hivyo kile tunachohitaji kufanya ni kumgeukia Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, na katika kutenda hilo basi tutaokolewa kutokana na madhara ya dhambi na pia nguvu za dhambi. Kwenye aya ya 29 hadi 31 neno laendelea kutuambia haya: wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Je, msikilizaji, haya tuyasomayo hapa si ndiyo yatendeka katika jamii leo? Wanadamu watenda yaya haya ulimwenguni kote. Je, Mungu atawavumilia wanadamu katika uasi huo hadi lini? Mataifa yaliyotenda haya aliwahukumu, nao hawapo leo hii. Je, wafikiri kuwa kizazi cha leo kitapona? La, haiwezekani hata kidogo. Kumbuka ya kwamba mambo yote yanayotajwa hapa ni mambo ambayo twayaona siku baada ya nyingine katika jamii ya mwanadamu, si hapa tu Afrika, lakini ulimwenguni kote. Hiyo ni kukwambia kuwa dhambi ii katika moyo wa mwanadamu. Yeyote aitwaye mwanadamu, huyo ana dhambi katika maisha yake. Yote haya ni kutokana na hali yake ya kuchagua kutomwamini Mungu, ya kuchagua kutokuwa na Mungu katika fahamu zake, na hivyo basi hujiachilia katika mikono yake Ibilisi na kutenda matendo kama haya. Huwezi kuniambia kwamba wamjua Mungu na huku umejawa udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa mbaya, umejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, mtu mwenye nia mbaya, mtu mwenye kusengenya, mtu mwenye kusingizia, mwenye kumchukia Mungu, mwenye jeuri, mwenye kutakabari na majivuno, na mwenye kutunga mabaya. Jamani, hauwezi kuwa na mambo kama yale katika moyo wako nawe uniambie ya kwamba wamjua Mungu au una Mungu katika fahamu zako. La hasha, hauna ufahamu wa Mungu katika maisha yako, wala katika moyo wako hauna kama hilo. Lile ambalo walifanya hasa, iwapo wayatenda mojawapo ya mambo haya niliyoyatajia hapa, mambo yanayotajwa kwenye neno hili la Mungu, basi wewe watenda kulingana na tamaa zake Ibilisi. Ni kukwambia kwamba katika mkono wa Ibilisi na waendelea kutenda mapenzi yake. Jamani, utaendelea kutenda mapenzi ya Ibilisi hadi lini? Utaendelea kukataa kuwa na ufahamu wa Mungu hadi lini? Unapotafakari swali hilo, hebu nikusomee aya ya 32 inayosema hivi: ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo. Aya hii ya 32 inayomalizia sura hii ya kwanza yatujulisha kwamba mwanadamu anao ufunuo wa Mungu, lakini mwenyewe amechagua kukeuka maadili hayo na pia kumuasi Mungu. Haya ayatenda na aendelea kutenda hata leo hii, licha ya kujua kwamba hukumu ya Mungu ii juu ya kila kama watendayo hayo, na pia juu ya kila mmoja anayekubaliana nao wayatendayo. Yashangaza kwamba hata wale wasiotenda hayo hushangilia na kuunga mkono wale wanaotenda matendo kama yale. Je, unapojitazama
umeacha maadili ya Mungu au wayafuata? Jichunguze, kisha ufanye uamuzi wa kumgeukia Mungu, maana pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakuwa ni kati ya wale watakaohukumiwa. Maana neno latuambia kwamba wote ambao wamefanya mambo kama yale, au wapendezwa au kuwaunga mkono wayatendayo kama hayo, wamestahili mauti. Nayo mauti haya si mauti ya mwili, bali ni mauti hata ya milele. Ndugu yangu, Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufanye uamuzi wa busara ambao ni wa kuwa na fahamu za Mungu katika maisha yako, na hakuna atakaye kusaidia kufanya hivyo ila huyo Mungu peke yake. Hebu natuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako ambalo ni uzima wetu. Tazama Bwana, tumeona jinsi ambavyo mwanadamu amekuasi na aendelea kukuasi, lakini wewe kwa subira yako na uvumilivu wako umezidi kumvumilia hadi kufikia sasa. Lakini Bwana, umetufahamisha ya kwamba kuna siku hiyo utakayewahukumu watu, na siku hiyo itakapofika utahukumu kila mtu, si kwa mapendeleo, bali kutokana na haya ambayo ameyasikia leo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamsaidia ayafuate maadili yako na kuenenda katika njia zako, na kuwa na ufahamu wa Mungu katika maisha yake, ili katika yote ayatendayo apate kukutukuza ewe Mungu, sawa na vile maandiko yanavyotuagiza, na pia kulingana na kusudi lako la milele kutuhusu sisi wanadamu. Najua kwamba hili ndilo utatusaidia kutenda, maana tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na aendelee kukusaidia katika kila hali, upate kuyatenda mapenzi yake Mungu, hasa kuishi kulingana na maadili yake. Pasipo ya kuishi na kumtukuza Mungu kama Mungu, utakuwa kati ya hawa ambao wastahili mauti, lakini najua kwamba hilo si ndilo walitaka maishani mwako. Kwa hivyo mtukuze Mungu kwa kulisoma neno lake na kutenda kulingana na neno hili, nawe utabarikiwa milele. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Asante sana kwa kulisikiliza neno la Mungu, maana ni kwa njia hii tu ndipo waweza kujifahamu na kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 2 aya ya 1 hadi 22. Neema ya Mungu iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.